Yanga pamoja na Simba. Yanga kiwa kundi B, Simba kiwa kundi C kama sijakosea. Young Africans ambaye mwanzoni alionekana yupo kundi gumu zaidi, lakini ndiye ambaye anaonekana pia ana hili mpaka sasa hivi. Alama 4 katika kundi ambalo lina Ahli, lina Young Africans mwenyewe, lina Farabati pamoja na JS Kabylie. Nafikiri ni kundi ambalo mwanzoni hata kafu wenyewe liliona ni kundi gumu kuliko kundi lolote, lakini mwenendo na namna ambavyo tunauona, tunazidi kuona namna gani ambavyo kila timu imejipanga kweli. Hata mimi mwanzoni nilipokuwa natazama namna ambavyo makundi yalikuwa yalivyokuwa yamepangwa, niliona ili kundi kulikuwa na kazi ya kufanya, kwa sababu timu kutoka katika ukanda wa kaskazini huko na timu moja ambayo ni Young Africans kutoka ukanda wa Sekafa, kwa miaka ya nyuma hivyo hizo timu zilikuwa zikizisumbua timu za kutoka upande wa Sekafa, lakini kutokana na kadri ambavyo soka linaendelea kukua, tunaona namna ambavyo timu zikija upande wa mataifa yaliyopo upande wa Sekafa, hususan timu inapokuwa nyumbani, imekuwa ni haziji kuchukua pointi kirahisi. Nijikite katika klabu ya Simba ambao wao wakati kundi linapangwa lionekana ni kundi ambalo wekundu wa Msimbazi Simba wanalimudu kutokana na uzoefu wao, namna ambavyo wameparticipate katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo kimsingi hatua ya robo finali kwa Simba wao sio story sana. Simba nafikiri wameonesha kile ambacho watu wengi hawajatarajia. Walitarajia, wakati niko nazungumza na baadhi ya wadau walikuwa ukisikia mitazamo yao, wengine wakikwambia kwamba katika lile kundi Simba, kwa mahesabu yale haraka sasa kabla ya mchezo kuchezwa, kwamba Simba alikuwa na uwezo wa kuchukua alama 6 kwa Stade Malien, maybe akachukua na 2 au 3 kwa yule walicheza naye mechi ya kwanza ambaye ni nani huyu Petro S di Rwanda yule, lakini mwisho wa siku mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Nafikiri ni muda wa Simba sasa kutathmini pale ambapo wamekuwa wakifanya makosa. Sitaki kuamini kwamba Simba michezo yote amepoteza akiwa amezidiwa, kwamba sasa huyu amekosa pa kupumlia. Mechi zote nimezitazama. Mechi ya nyumbani nilitazama, walifungwa lakini walitengeneza nafasi nyingi, walikosa. Pamoja kwamba walikuwa baadhi ya mashabiki wakilalamika namna ambavyo kocha manager Dimitar Pantev alivyopanga kikosi chao, kwamba kwanza na mshambuliaji. Ikaja kujidhihirisha tena katika mchezo mwingine wa hapo jana dhidi ya Stade Malien. Wamecheza mchezo huo, kocha akapanga vile ambavyo watu wengi walikuwa wakisema sijui kama alisikia, lakini mwisho wa siku wameambuliwa kufungwa goli 2-1 tena dakika za mapema. Na haikuishia hapo tu 2-1, Simba bado walicreate chance nyingi ambazo pengine wangesawazisha au angeshinda kuliko hata Stade Malien. Wameshindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo nafikiri ni muda wa wachezaji wa Simba kujitathmini. Siwezi nikamlaumu kocha moja kwa moja, kwa sababu jukumu la kocha ni kufundisha wachezaji. Na jukumu la kocha kisha kufundisha wachezaji, maana yake kama timu inaweza create nafasi katengeneza chance ikashindwa kutumia, maana yake pale kuna namna wachezaji inabidi watazamwe, wasaidiwe, kwa sababu sijawahi kuona kocha yote duniani akitoka kwenye bench akaenda kwenye ile nafasi ambayo imetengenezwa na kwenda kuiscore mwenyewe. Lazima afunge mchezaji ambaye yupo katika eneo lile. Sasa cha kwanza, Simba wamekuwa wakicheza, wanacheza afu wanatengeneza nafasi ambazo wanazitengeneza wanakosa. Maana yake moja kwa moja lazima ukae na wachezaji, uzungumze nao kwa kina, kuwaelekeza, kuwakumbusha zaidi umuhimu wa mchezo na umuhimu wa mashindano haya. Simba bado hajaondoshwa katika hatua hii, ndo kwanza ni hatua ya makundi, na Simba bado anayo nafasi ya kusonga mbele kama wataamua. Maana yake mahesabu ya Simba yamebaki ni kwamba katika mechi 4 zilizobaki inabidi washinde mechi 3, nyingine angalau wapate sare. Maana yake katika kama wanaweza kushinda mechi 3 zilizobaki watakuwa na alama 9, na mechi hii nyingine iliyobaki alama 1 ya 10. Maana yake moja kwa moja wanafuzu kwenda hatua ya robo finali. Kama hawezi wakafanya hivyo, nafikiri itakuwa kwa mara ya kwanza baada ya kucheza hatua ya robo finali mpaka nusu msimu jana ambapo walicheza ilikuwa ni kombe la shirikisho, watakuwa wamejirudisha nyuma wao wenyewe. Maana yake watakuwa wanaanza moja na piga mark time. Watakapoingia msimu unaokuja huko mbele, maana yake lazima waanze kuifikiria robo, kwa sababu msimu huu watakuwa wameshindwa kama watashindwa. Kwa hiyo ili Simba waiwaze nusu finali, lazima wafanye vyovyote vile wanavyoweza
waweze kufuzu kwanza robo finali msimu huu, ndipo waanze nusu finali. Kama hawezi wakafuzu robo finali, maana yake watakuwa wanajirudisha nyuma kwenye malengo yao. Mimi natazama na mtazamo pia ambao na uwaza mimi kwamba ukiachilia mbali ile slogan, nikianza na Simba kwanza, ukiachilia mbali yale malalamiko ambao mashabiki na wanachama wa Simba walilalamika kuhusu kocha meneja wa Simba kuanza bila kuwa na forward passe kwenye mechi ya Petro de Rwanda Benjamin Mkapa, lakini pia bado Simba na meneja wake bado na shida kwenye aina ya upangaji wa kikosi. Kwa sababu gani? Ukiangalia mchezo wa jana wa Stade de Malien, Simba ilianza bila kiungo mkabaji passe, wote walikuwa ni attacking midfielder, na attacking midfielder hao ukitazama mechi ya jana kwa makini, ni wazi kwamba Simba alikuwa na dominatiwa sana eneo la katikati. Kwa nini? Unapokuwa na mchezaji attacking midfielder azuie, imagine kwamba ukiona shambulia lazima akashambulie. Kwa hiyo ule muda wakati wao unamshambulia mpinzani wako, lazima watoke katikati wapande juu, kwa sababu wao ni attacking midfielder, wanasogea paka kwenye eneo la juu la mstari wa lango la timu pinzani. Kwa hiyo ukikutana na wapinzani wajanja ambao wanaweza kupiga counter attack na kuanzisha build up kwa muda mfupi, lazima eneo la katikati tutawaliwa. Ndivyo ilivyokuwa jana. Sometimes nilikuwa namuonea huruma sana Nabi Kamara. Ukiangalia jinsi ambavyo anapopambana, alikuwa na shot out pote katikati pembeni. Kwa nini? Ni mtu ambaye alikuwa si defensive midfielder pase, lakini angalia jinsi alivyokuwa anapambana kwa zile makosa ya kina Kante ambao pengine walikuwa si bora sana jana. Kwa bahati mbaya sana, mwalimu wa Simba anatakiwa afahamu kitu kimoja. Kante si mzuri sana kumrudisha acheze na back 3. Timu ikiwa inashambulia Simba, unaona kabisa Kante anarudisha paka chini kucheza na back 3 ya Simba. Kwa hiyo sio kitu kizuri. Unapokuwa unamchezesha back 3 mtu ambaye ni attacking midfielder au defensive midfielder, lazima utegemee foul za kutosha na makosa kujirudia. Kwa hiyo lazima uigharimu timu. Kwa hiyo kuna namna kocha wa Simba ana wachezaji wazuri sana. Pengine watu wanazungumza kuhusu quality, kwangu mimi inaweza sio issue sana kuhusu quality ya wachezaji ambao wapo Simba. Lakini naamini shida ya Simba ipo kwenye upangaji wa kikosi. Kama atamruhusu Nabi Kamara asogee juu na abakie juu timu ikiwa inashambulia, hata pia ikiwa inashambuliwa, hiyo itaanzaisha, kwa sababu Nabi Kamara ni mzuri kwenye kuanzisha mashambulizi, lakini sio mzuri kwenye kukaba. Lakini pia Kante ni mzuri kwenye kukaba, lakini sio mzuri kwenye kuanzisha mashambulizi. Kwa hiyo ukimwacha Nabi Kamara akasogea juu, inakupa nafasi ya kushambuliwa, timu mpinzani kuishambulia kwa muda, kwa sababu tayari unakuwa na kiungo mshambuliaji ambaye ni msharp sana kwenye kuendesha mashambulizi. Kwa hiyo kwenye shida kwenye aina ya upangaji wa kikosi, lakini pia hata mabadiliko ambayo wanataka kuyafanya Simba kwenye benchi la ufundi, mimi naona bado ilikuwa sio muda wao pasi. Kwa sababu gani? Una Matola ambaye ukiangalia CV yake ni kubwa kuliko Mwalimu Dibile Dipantef. Kwa hiyo kama una mtu ambaye umemsomesha wewe na amekaa pale kwa muda mrefu sana, takriban makocha 6 mpaka 7 umepita pale, lakini bado mwalimu yupo pale, kwa nini usimpe timu yule? Kwamba tunakuamini kwa timu, kwa sababu unapomletea mtu ambaye ana CV ndogo kuliko yeye, kimsingi bado unamwandaleti yeye kama kocha mzuri. Lakini kwa Yanga naona kuna mabadiliko yanaendelea kufanyika, na pia kikubwa ni kwamba nategemea kuona kama transition hii itaendelea mechi hadi mechi, nategemea kuona utofauti mkubwa sana. Lakini bado sipo hapa kumpa nafasi Yanga kufuzu robo finali, sababu mechi 4 ni nyingi sana, inaweza kutokea chochote kile. Kama ataweza kupata pointi 3 au pointi 2, pointi 1 dhidi ya Ahali, hata kama ni nyumbani au ugenini, kama ataweza kupata pointi 3 za nyumbani, atakuwa na 9, atakuwa anahitaji pointi 1 au 2 kuweza kufuzu, kwa sababu tushashuhudia msimu ambao Al Hilal alikuwa kundi moja na Al Ahly pamoja na Mamelodi. Al Hilal alikuwa na pointi 10 lakini akashindwa kufuzu. Kwa hiyo kuna muda pointi 10 ndio kufanya usifuzu na ukafuzu pia. Kwa hiyo kwa Yanga nategemea kuona kama mabadiliko yataendelea kuonekana mechi hadi mechi, pengine kwa chochote tunachokiona. Kwa Singida sina cha kumdai, nilishazungumza toka mwanzo, kwa sababu mara yake ya kwanza inatakiwa ashiriki mara kwa mara. Pia msimu unaofuata anapaswa awepo katika mashindano ya Confederation Cup ili kuweza kuongeza ubunifu na uzoefu zaidi. Lakini kwa msimu huu, hata kama akitoka bila pointi zozote nyingi kwenye kundi lake, bado sitalalamika kwa Singida Black Stars. Interest wote, yani kama unahitaji nafasi, maana yake unakubaliana kwamba mimi nitapata nafasi. Swala la kwamba mimi nauza juice na unauza juice, wanaona juice, unauza juice, sasa hiyo sio la Simba. Lakini kumbuka Male nafasi itakuwa ndogo. Safari hii tunaona Simba ikiwa inacheza klabu na hawa watatu wanaingia kiushindani pia. Yes, wanaingia kiushindani.
Nafikiri ninachokizungumzia ni upande wa namna ambavyo Mo Dewji alikuwa akionekana. Ukiangalia kwenye jezi za Simba wanazitumia kimataifa, 90% niseme hivyo, Mo Dewji ndo kama sponsorship, yani ndo kama mzabuni wa Simba. Sasa wakiwa wale watatu, maana yake kwenye jezi za klabu bingwa lazima watagawana. Wewe kaa hapa, wewe kaa hapa, wewe kaa hapa. Kitu ambacho nafikiri nilikuwa najaribu kufikiria kwamba yani mtu ambaye amezoea kula tuseme kwenye upande wa msosi kula kilo 2-3 kwa siku, alafu nakuja kumgawanyisha na kula nusu robo, inakuwa inachukua muda mrefu kuzoea ile hali. Lakini kwa sababu ni kwa mujibu wa sheria, tuone, kwa sababu mwisho wa siku wanahitaji mchakato ukamilike. Ili mchakato ukamilike lazima wakubaliane na sheria na taratibu ambazo zimewekwa kuanzia wahisani au wadhamini watatu.